Makosa 5 makubwa yanayoweza kusababisha kanisa kusambaratika. Kukosa kumtegemea Mungu na kuacha maombi. Kiongozi anapoweka mbele hekima yake binafsi kuliko kumtafuta Mungu kupitia maombi na neno la Mungu, maono ya kanisa hupotea. Kanisa linahitaji uongozi unaoongozwa na Mungu, si hisia au matakwa ya wanadamu. Kutumia vibaya madaraka. Kiongozi anapotumia nafasi yake kutawala kwa hofu, kuwanyanyasa waumini au kufanya maamuzi bila kuwashirikisha wengine, migawanyiko huanza kujitokeza. Uongozi bora ni wa huduma, si wa mabavu. Kukosa uadilifu na uaminifu. Masuala ya fedha, maadili au kusema jambo moja na kufanya jingine huondoa imani ya waumini kwa viongozi wao. Uadilifu ni msingi wa heshima na umoja ndani ya kanisa. Kupendelea watu fulani. Kanisa linapokuwa na makundi ya waliopendwa na waliopuuzwa, wivu na migogoro huongezeka. Kiongozi anatakiwa kuwatendea waumini wote kwa haki, upendo na usawa. Kukosa kusikiliza na kutatua migogoro kwa hekima. Migogoro isipotatuliwa mapema huendelea kukua na kuleta mafarakano. Kiongozi mzuri husikiliza pande zote, hutafuta suluhu ya amani na hujenga umoja badala ya kuchochea migawanyiko. Hitimisho. Kanisa hujengwa kwa upendo, unyenyekevu, maombi na uongozi wa haki. Kiongozi anayezingatia misingi hii hujenga kanisa imara, lakini anayepuuza misingi hiyo huweka hatarini umoja na maendeleo ya kanisa. Kiongozi mwema hujenga watu na watu hujenga kanisa, lakini kiongozi mbaya huvunja watu na kanisa husambaratika. Imeandaliwa na kuletwa kwenu na MC Suleiman Lubunga. Fanyika baraka. Upendo wa kweli hutufanya kuwa wamoja, na kwa upendo huo tutampendeza Mungu. Tuache unafiki.